Umoja wa Mataifa umedhibitisha taarifa rasmi ya Marekani ya kujiondoa kwenye mkataba wa hali ya hewa ya Paris. Makubaliano haya ya nchi 195 yalitiwa saini mwaka 2015 kwa nia ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kujiondoa kwa Marekani kutaanza rasmi mwaka mmoja kutoka sasa, yaani tarehe 27 Januari mwaka 2026. Katika siku yake ya kwanza ofisini, Rais Donald Trump alisema makubaliano hayo ni mzigo mkubwa kwa Marekani. Katika muhula wake wa kwanza, Rais Donald Trump aliondoa Marekani kwenye makubaliano hayo mwaka 2019. Hata hivyo, mrithi wake Joe Biden alisaini tena makubaliano hayo katika siku yake ya kwanza ofisini mwaka 2021. Lakini ni nini athari ya Marekani kujiondoa katika juhudi hizi za kimataifa za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi? Chini ya Rais Joe Biden, Marekani iliongeza uwekezaji zaidi katika nishati endelevu kutoka kwa nishati ya mafuta ambayo kwa sasa inachangia sehemu kubwa ya uzalishaji, ikaenda hadi nishati mbadala kama nishati ya jua, upepo na joto ardhi. Hii ikiwa na nia ya kujaribu kutatua tatizo la hali ya hewa. Lakini Rais Trump amerejesha sera za matumizi zaidi ya mafuta. Marekani inajiondoa wakati wa athari za mabadiliko ya tabia nchi yakiwa yanaongezeka. Kwa mfano, nchi hiyo imekumbwa na moto na vimbunga. Haya yote ni ishara ya mabadiliko ya tabia nchi. Wataalamu wanasema haitakuwa sawa kwa Marekani kukwepa jukumu la kuhakikisha hewa safi, kwani nchi hiyo kwa sasa ni nchi ya pili duniani ya kutoa gesi chafu baada ya China, lakini imechangia zaidi katika ongezeko la joto duniani. Marekani pia imekuwa inachangia pakubwa katika fedha ambazo zinatumika kimataifa katika programu za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Pia ina miradi yake ya moja kwa moja na nchi nyingi zikiwemo za barani Afrika. Hivyo ina maana nchi ya pili duniani inayozalisha gesi chafu duniani itakuwa inaupa kisogo mkataba wa kimataifa, wakati ambapo nchi zote zinatarajiwa kujitokeza na ahadi kubwa zaidi zitakazosaidia katika hali hiyo. Marekani ni mfadhili mkubwa wa mchakato wa Umoja wa Mataifa wa kujadili makubaliano ya kupunguza mabadiliko ya tabia nchi, huku bara la Afrika likiwa hatarini zaidi licha ya wao kuzalisha kiwango kidogo cha gesi chafu. Mwaka 2024 Marekani ilichangia zaidi ya dola milioni 13. Ikijiondoa, bado jitihada za kimataifa za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi yataendelea, na labda tutaona sana nchi zingine kama China na nchi za Umoja wa Ulaya zikijiweka mstari wa mbele kuendeleza ajenda ya kupunguza gesi chafu duniani. Hii sasa inakuwa changamoto kubwa zaidi kwa nchi za Afrika ambazo zilikuwa zinategemea ufadhili wa Marekani kwa miradi ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, wakitafakari zaidi kuhusu njia za kujitegemea.